Hakuna shida. Unajua nchi ya Kenya iko wazi. People are allowed to picket, they are allowed to demonstrate so long as you don't damage people's properties. Mimi sioni wamefanya makosa gani. It is their right. They are airing their views. So we support them. Support them. Of course, why not? Si wanataka kusema mahali wamefinywa. So wakisema mahali wamefinywa iko shida gani? We support them. Nani amewafinya? No, according to what they are saying, wanasema on employment, wanasema on nini, so is that right? Kama una employment sio utapiga kelele. Ukipiga kelele harama atakukataza ya nini? We will allow them to make noise. We will allow them to demonstrate so long as they don't damage people's properties, and actually they are not. In fact, I am even getting in touch with my office to see whether they can be supplying them with water. Because wanatembea the whole day. Tuone kama tutatafuta maji. Wao sasa ile wanatembea wakikuja wakifika kwa ofisi yangu wakienda wapi wanapewa maji, hata tutafute gari sasa ile wanaenda huko. And then we did the medics to be giving them first aid to ones who are getting tired, wanaanguka chini wanapata first aid. We will assist them, they are doing the right thing, but we must finish our term. Our term tutamaliza tu Manoti. Lakini serikali ishaingiza uoga, tuliona jana pale Nyahururu deploying more than 500 GSUs. Hiyo ni kazi ya polisi kuangalia safety. Si serikali, hiyo ndio kazi ya polisi. Mkitaka kufuja sheria, askari wanaongea wengi kuwaleta amani. And is that their work? Kwa hivyo Ruto ashaingiza uoga. Hajaingiza. Unaona, ukiona sasa Manoti, wacha nikuulize. Ukiona watu wanachunga mimi, si mimi am elected. Sasa ni uoga nimeweka ndio nianze kuchungwa. Hiyo ni kazi ya polisi. Kanisa ilipoisha peleka hivi na security chua kaichi. Hiyo ni that's how we are whisked away by security. Hiyo si exist. Hata ujuange kama unakuwa whisked away. Unakuta polisi wamepanga hiyo maneno. Sisi hatuendangi, unakuta polisi, hiyo ndio kazi ya polisi, kulinda wewe, linde mimi, linde kila mtu. Kwa hivyo nao politician pia wanaogopa wananchi na pia wanaogopa agency nje. Hakuna kuogopa. The work of police officers is to keep order. And they are keeping order by shielding the elected leaders. That's all. Wacha nikuulize tu mheshimiwa, sasa hivi wewe vote yes na ground pia inasema tofauti. Unaweza tembea hapa tu town mzima ukisalimia watu uende. Where was I yesterday? Can we put off these cameras to na uone kama sitatembea town? Can I go and park my vehicle in town? Are you using me to board guardia? Si I'm leaving here na kwenda town. Where do you think I'm going? Sinaenda town. Kwa sababu wabunge wengine tunaona wakienda hivi. Enda watafuta hawa, lakini mimi sijafanya hivyo. Yesterday I was walking everywhere. Hakuna mtu ameniuliza. Na mbona wao vijana wakiandamana kule Nairobi wanakaziwa sana? Wanatumia a lot of force, the police. Manoti, the work of police is to keep order. They are keeping order, police officers. The youths are very peaceful. No, in case they want to, but there is nothing which happened when they were doing the right things. But procession is allowed in law Article 37. It is allowed. Na mbona basi wana abduct na pia wanakamata, wana hijack pia vijana wengine? Sasa hiyo pengine wende ulize Koome. Ndio. Mheshimiwa, wewe ni mbunge na huko kwa hii serikali. Hata sijajua kama wamekuwa, hiyo ni kitu mimi nimesoma vile wao wamesoma. I don't know who is doing it. But even ni intimidation ama nini? You can't even ask William Ruto. You ask the Inspector General. William Ruto hata yeye anakaa kuoke kama mimi. Inspector General ndio tutauliza. Tukienda Nairobi tutauliza atuambie ni nani anafanya hiyo kazi. We will ask on Tuesday before we start the Labda tukimalizia, kwa sababu leo sitaki tukue na mambo mengi. Leo labda message yako kwa wa Gen Z generation. Ukiwapata for example wako kwa mkutano ama kwa maandamano utawaambia nini? Your advice kwa my advice to them is waendelee kabisa. Hii nchi lazima ikuwe sisi wote tunataka kuencourage hawa. Waendelee kusunguka kila mahali, wasiharibu mali ya watu. Wakinikuta mimi nitawanunulia maji vile nimesema. Hii nchi yasonge. Hiyo ndio nataka kuambia tu, waendelee kabisa. We want as many of them to come out as they can. Do you advocate for change? Change in what? Even leadership. No, why? We are serving 5 years. You can't change. The road has told say that you in between you change leadership. Lazima tufanye 5 years yetu. Mkimaliza labda vijana wajitokeza wasimame. Taenda nyumbani. We will be voted out and go home. Kwani iko shida gani ukienda ukishindwa kukura, si unaenda kwako?
Mimi hata nikishindwa kula nani, wacha nikuulize, unaona kama hii nyumba yangu itama kutoka hapa na hivi vitu zangu sitaendelea kukaa hapa tu, mimi nitakuwa hapa bwana. Nimekuuliza swali, do you have advocate for youthful leadership? Leadership youth waje Vijana waongoze. I can't say because kule napiwa na Wakenya. So kama Wakenya wanaona wapigie vijana waende wapigie. But we must finish our term. Hiyo that one for sure. Na hapo unajua hapa kwangu mimi nimejipanga. You know I'm also making ile njia ya kutoka uongozi in case you don't get elected. Mimi am a farmer. Nafanya farming. Niko na vitu huko Mombasa, niko na vitu yangu pia kila mahali. Nitakupeleka hivi karibuni. Hata ile ng'ombe uliona pale niliongeza. Pale chini nimepanda cabbage huku chini. Hapa nyuma nimeweka sauna. Sauna mahali saidi nitakuwa nimechoka hiyo kusunguka. Unangoja unatulia. Tunaingia na mama hapa sauna hapa nyuma. Tunakaa kidogo. Hapa umeona hapa ndani iko gym. Have you ever gone to my gym? Sijaona. Fungua hiyo mlango. Fungua hiyo mlango mpaka huku huyo anajua. Unajua tuachana na mambo la gym. Kwa hivyo wewe ni mtu umejipanga 2027 unaweza enda nyumbani anytime. Sisemi mimi naweza enda. Mimi nasema ama unaenda nyumbani. Najua wakikataa. Unajua kuna manoti si mimi najipigia kura. Ni watu wanapiga. Watu wakisema huyu Arama alipiga yes tumpeleke nyumbani, mimi am ready to go. Demonstrations inakuwa worldwide kila mahali. Si ni Kenya peke yake. Si nikipata William Ruto. I talked to him last night. Nikamwambia tuko na yeye 100 kwa 100. So I will tell you the same thing, Your Excellency, we are together. Maneno ya demonstration hiyo ni kawaida. Tutasaidiana kuweka pesa kwa budget na finance bill. Epita ndio tusongeze hii Kenya. Polisi wanunue tear gas nyingi sana. I see already to be purchased now from the last financial year. Unajua ilikuwa na maneno mingi ile nyingine. So ile tear gas ilikuwa pande ile. Haikutumika. So it is being used now. Sure. Watu ya Nakuru Town West. Manoti nikikuweka clips hapa mahali watu wangu walikuwa wanafanya choosing functions utashangaa. People are 100% with me. Hawa hawana shida. No. And actually wakati tulikuwa nimemwambia naenda Nyamira wanalia sana. Wanasema usiende park hapo, wengine wakasema sasa kwa sababu umepaki tutakupea. Hata watu unaona pastors wanakuja hapa wengi. People but I'm saying this. Ikifika 2027 wakose kunipigia kura, mimi nitawashukuru 3 times is enough. Nitawashukuru niwaambie mlinisaidia 3 times. Mmenitoa kwa sababu nilipiga yes. I'm not complaining, I'm happy. Niende nyumbani nimekueleza, nimekuambia niko na kazi ya kwenda kufanya. What they saying no on 2.5? What they saying no on Sunday towers? What they saying no on M-Pesa taxes? And they will be removed. So you want me to start saying no again? Kwa hivyo let people pay taxes so that tufanye maendeleo. This one we have gone to places like Britain, America, wapi. Hakuna nchi ile watu wanaishi bila kulipa tax. You must pay tax so that serikali ipate nafasi ya kuleta pesa ya tuende kufanyia maendeleo.